Vijana wengi katika soko la ajira zaidi ya 1,000,000. Lakini wanaoajiriwa ni chini ya 200,000. Sio kwa kuna 800,000+ wapo mtaani. Haijalishi anauza matunda, haijalishi ni winga na vitu vingine. Lakini tunamhesabu kwamba yupo mtaani akipambana kusubiria ajira. Sawa? Kwa mimi kiuhalisia hii ni changamoto. Tunaenda kutengeneza bomu kubwa sana kwa vijana. Kwa sababu hawa watakapokaa mtaani kwa muda mrefu, ndio matokeo yake sasa tutaenda kutengeneza Gen Z wasiokuwa na mwelekeo. Maana kuna Gen Z wenye mwelekeo. Tutaenda kutengeneza Gen Z wasiokuwa na mwelekeo wengi mtaani. Kwa sababu akikaa mtaani akijiangalia kila siku, anaamka asubuhi, wengine wanakaa kwa mama zao, labda kwa baba zao, akiamka asubuhi kila siku agongee maandazi mawili ya kifamilia, akishachoka ile hali atasema liwalo na liwe. Na ikishafika stage kijana atasema liwalo na liwe, ndio mwisho wa siku nchi itakuwa itawaliki. Nadhani hii ndio changamoto kubwa. Tukiangalia kwa upande wa vijana na upande wa serikali kwa ujumla. Mfano tuchukulie mtu aliye graduate 2017, wapo walio graduate 2017 lakini mpaka leo hii hana ajira. Huyu mtu nafikiri unaweza kumwambia kitu gani? Ikifikia stage akasema kwamba liwalo na liwe, hawezi kumshauri.